Bwana asifiwe. Ati mlikuwa na wasiwasi. Ati sioni posto. Sasa kuna mwingine amenitext. Kwani ukuji? Nikamwambia kuna pastor hapo. Sasa pastor ataniombea. Kwani nimekuambia kuna mtu wa kuuza bako hapo? Nimekuambia kuna pastor. Si ndio? Ataniombea. Mami, how are you? Yeah, and you? Why are you scared? Why do you look scared? You are not? Yes, good. Pigeni haa. Wapigeni makofi haa. Yes. Yes. Yini amujui. Amujui kile naona. Thank God. Nimekuwa mbali kidogo lakini nimetoka Naivasha. I had another service in Naivasha. And I thank God for everything because He's a faithful God. Praise be the name of God. Ninajaribu kujisplit kidogo kidogo na kujaribu kuinua hawa wachungaji. Tafadhalini wakikuwa mnajua ni mimi. They are operating from this altar. Anybody operating from this altar has the same capacity. Bwana Yesu asifiwe sana. He has what? The same capacity. Hata ukimuona akikuja kushika microphone wewe ujue ile ulitaka utapata, because it is about you, it is not about the pastor. Kwa sababu nina kazi mingi Mungu amenipatia na ananiambia jitayarishe haraka, kutoka mwezi wa 4 italipuka tu. Na utakuwa ukinionea kwa view sasa. So jitayarishe, tujifundishe kukaa na hawa watu. Kwa sababu ndio utakaa na hao sana sana. Mimi niko Australia, niko America. Kama sasa next month ninaenda, next month hiyo ingine niko America. Miezi ngapi? Mutigo kwa mwakupwa. Gerasho kama mutiga kwa mo. Baiko Dubai, ndironire Dubai peke yake, Dubai siku 3. Basta. Ugasho kale. Basta ugasho kale. Ni kwa nini? Makanitura kwa muno neke tutarakigwa tugekenagio ni ogetuhe kigo kiriku hege akwanya ndikite Biblia ini. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Kwendeni huko. Hiyo sio amen. Nasema nakupenda pia. That's a love. Ni love na achiria. Wedo. Nikisema nakupenda na wewe unanipenda nakupenda pia. I love you. I love you back. Siwache niwafundishe Kiingereza na Kiswahili. I love you. I love you back. Si amen. Kuna vitu kile tofautisheni. Ndio naona nyinyi wa mama mmepeleka Biblia bedroom. Baka yuko kwa bedroom, mzee akikuja anakuta ile badala ya kuweka kalafu songo ndaza muthenyo liaga kwa nega kena mono. Sasa mzee akikia, sasa kesho mzee atakuja. Si ataacha ulale ndio akuje. Mami ama ni aje? Where we supposed, nyumba haina mipaka? Are we supposed to be religious from kitchen, sitting room mpaka kwa bedroom? Hapo ndio tunafanyaga makosa. Nakuta mama ameweka Biblia katikati ya kitanda. You should not take your Bible there. Take your body. In your house tengeneza mahali panaitwa an altar. Pale mtakutana na Mungu hapo. Ukienda huko kukutana na buse. Acha kumibia muthenyo liaga kwa ndega kena mono. Nani bedroom? Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa unaweka mpaka taa kama hii. Kuna kuwa kigiza hivi. Hamuonani vizuri. Niguo mami, that is how. Because church, the origin of the church or the formation of the church is family. So if there is no family, there is no church. And family inaanzanga bedroom, si sitting room. Kwa sababu matatizo na shida zote na maelekezo na kila kitu ni huko bedroom. Ndio hapo nakutaga unaogega msee idangania. Leo ule.
kama goda kale waugire togeka atia uko kwa bedroom ndio tu vitu kama hiyo, wakati mzee ametulia na amesikia raha. Lakini totire na motu waugire totikagura mugoda, mzee ni kupepelezwa na pepeleza zako, hata kama ni responsibility unamtengeneza. Ndio kwa sababu uliitwa maua na mimi nikaitwa bau kwa sababu ya shapeless. Unajua mwanaume ni shapeless, ndio mwanamke anaitwa nini? Ni hoa. Ndio kaandike mami. Nego. Ndio hujekera kuigira kana nirali gwene koko okire. Unashida ni wapi hapo ulikuja? Unataka tu muujiza uende kigo kemwe. Unakuwa na nini? Yake. Mkiwa na namse. Enda utoe hiyo kitu huko. Acha wewe. Ndio maana ananiangalia na shida huyu pasa na yeye ni wa wapi. Na niko na Bible. Najua nikikuja kuhubiri hapa, Mungu ananiambiaga na ile set ya watu wanakuja, Mungu ananipeleka message yao. Na ukiona ile kitu nimetangulia kuongea, najua hapa kuna watu namna hiyo. Kama unasikia mama huyu ako na Bible study kwa bedroom. For what? Mna study nini? No. Baba, Bible study kwa bedroom. Na mzee hajaokoka na hajui hiyo maneno unasema. Na mzee amekuja amekaa wiki mbili. Sasa utaanza kumwambia John the Baptist, since the days of the John the Baptist, the kingdom of heaven suffered violence and is taken by force, and the force is taken by wewe utakula kovi. Utakula kovi. Alikoke mtu amekaa Busia siku 6, amekuja akifanya muscles, akitengeneza muscles ya kuja apate bibi yako tayari. Sasa hiyo kwanza kitu ile ulimkuta naye, ukimfungulia mlango hivi umevaa t-shirt hapa kimeandikwa Sengenge ni ng'ombe. Akigeuka hivi ukimwi inaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kwa kichwa amevaa ile suruali ile mrefu ile mnawekaga ndio ameweka kwa kichwa. Na huko Busia alikuwa anashikashikwa na kakitu kasichana. Kamevaa baka hapa. Najua sisi wanaume atukuragi ile kitulio. Tunakulaga imagination. Unajua hivyo? Wanaume, kama kuna watu wajika ni wanaume. Yule mwanamke tunatokosa huko, akuja awekwa wewe na yeye, utashindwa mudoni hakiri hatari. Ni hakiri hatari. Ti hakiri tutari. Tuinacio no tuliaga imagination. Unajua hivyo? Mwanamume anakulanga nini? Imagination, because mwanaume ni mjinga. Nikiomwera kwa Biblia. Domerera ike ilimo ici niki tulikelimo kwa sababu ya kitu moja. Wakati mlitengenezwa tuliuliwa, tukararishwa, tukadugwa shindano ya kulala kogonio. Ndio kitu yetu ivujwe, ndio utengenezwe. Hata kama mzee mwingine aliniambia si ilivujwa. Sasa tulirarishwa. So we don't know how you are created. That is why we are always curiosity. Tunataka kujua mliumbwa aje. Ndio wewe kebu kuja. Okatu gohodere. Sina mama ni mrebo. Sasa ninaendesha gari pada tu hapa juu. Ninaendesha gari tuko hapa. Yeye amekaa hapa, tunaendesha gari. Yeye atakuwa kwa simu akiandika akicheza tu emoji na nini. Na mimi naendesha gari. Alafu wewe kuja. Sasa wewe pita tu hapa na angalia, tembea vizuri hivi. Tembea vizuri. Sasa tuko na huyu. Lakini utaona macho yangu iko wapi? Iko pale. Inaangalia tu venye anaenda. Bako unasikia gari kukum. Imeroga gari ingine. Na tuko na nani? Kwa sababu huyu amevaa kamini skirt. Huyu amevaa mrefu. Mama akivaa kamini skirt, mwanaume anapenda. Ukivaa nguo mrefu hatupendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kaa chini kupatie kisabu kingine. Sasa huyu alikuwa amevaa mini skirt, si ameenda. Afike ile chochoro, atoe nguo zote, akuje Noi. Najua nilikuwa na imagine nini iko hapo ndani. Atoe zote akuje Noi, hakuna mwanaume atamwangalia, tutaangalia kando sisi yote. Hakuna mwanaume ataangalia, tutaangalia kando sisi yote. Kwa sababu sisi hatukulagi kitulili, tunakulaga imagination. Sasa nikiingia kwa nyumba nitengenezee imagination. Nitengenezee imagination. Nikiingia bedroom nitengenezee imagination ya bedroom.
Ndio niache ujinga ya kwenda huko. Utanikuta kwa baa nimeshika kimama. Hiyo kimama ukiangalia hata kinanuka. Sasa mpaka mtu anakuuliza huyu mutumia wake itheti ule kwendagia supermarket kana itheti ule ukoragwo na chemist haria. Mutumia muthaka na nikiareka huko ba. Yaani kimwanamke nimeshika hivi. Mpaka hata shetani ananiuliza maswali. Anakwa nigutumaga ali titaguko. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia mwenzako, mwambie karibu kwa ibada ya saa 8. Mwambie karibu sana. Asante sana. Nimefurahi tena kuwaona kwa sababu nawapenda. Na Mungu wangu pia nawapenda sana. Na ninafurahiange wakati nawaona kwa sababu you are so good people. Hata kama mnakaa na sura baya za huzuni, ndio nisikie huruma. Mimi nitakusikilia huruma. Ni Mungu aliyekutuma hapa ndiye atakusikilia huruma. Mimi hata ukifanya wanaikala na dhura hata ya kwenda kwa igwirodha, mimi sina huruma yako. Sina. Mimi niko furati. Mimi nimeambiwa ndio sema hii, mimi nikisema natoka. Hiyo ingine ni wewe na yeye. Connect na yeye, usaidike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mudurume. Kimani. Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Joseph Wangaya Kimani. Hiyo jina nasikia kiwa mzuri sana. Wacha tuangalie kitabu cha, kwa sababu nasikia Mungu akiniambia mko na pain, a lot of pain in your life. Si ndio? You got a lot of pain. Kila mtu hapa naona ni watu mko na pain, hata sura zinaleta pain na mnataka kuhurumiwa. Unfortunately, I have no mercy for you. Nitakupatia neno uende ujihurumie kwa sababu shida nyingi mko nao wale watu hapa ni nyinyi mmejiletea. Na sasa tuangalie ni kwa nini Mungu alikubali hiyo shida ikuje. There must be a reason. Because hii mambo yote unaona inatukutaga, kuna sababu fulani ambayo imesababisha vitu kama hizo zikafanyika. And these things, that is what I want us to explore today. Because there is a story behind a story. There is something that is happening within you that is very important for you to understand and also to know. There is redemptive power in pain. There is redemptive power in pain. Hiyo ndio topic yetu. Ati kuna nini? Kuna nguvu ya ukombozi ndani ya uchugu hiyo unapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo uchugu unapitia iko na sababu na imetengenezwa ndio uviinywe ukae venye Mungu anataka. Ndio uviinywe ukae vile Mungu alitaka ukue. Kwa sababu umang'aa ndio ulikuwa nao migi. Sasa Mungu analeta kufinywa, unafinywa hapa, unafinywa hapa, unafinywa hapa. By the time utokelezea pale, utatokelezea ukiwa yule mtu Mungu anataka. Ushaijua hivyo unaweza kufinywa? Mshaifinywa? Kama haka kamefinywa vizuri haka. Kamefinywa mpaka sasa ukimwambia simama, yes sir. Kaa chini, yes sir. Yes sir. Kwani there is a redemptive power that comes with the pain. So the pain that you have is very important. Na ni mzuri kwa sababu it is there to make you succeed in life. So every pain, the Bible says all things work together for good. It's all things, not one thing. Everything works together for what? For good, because of who? Of only those who love the Lord. Not everybody. Hapo ndio mnakonifisigi. If it's only for those who love the Lord, that's all things will work together. No matter kifo ikikuja, good. Kili ikikuja, good. Hasara ikikuja, good. Everything will work for good, for the sake of the Lord. Because he has a reason for you to go through what you are going through. He has a reason for you to make you to become. He has a reason for you to succeed. In that pain, you succeed. The other day nilikuwa na discuss topic ingine na watu wengine kule Thika, nikawauliza maswali mbili wakashtuka wote. Kwa sababu kuna mama hapo anafanyanga mochari, private mochari in Thika. Akaleta vitu hapo kwa kanisa, akasema hii nimetoa sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nyumba ya nani? Kwa nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetoa nini? Nimetoa sacrifice kwa nyumba ya Mungu. We give sacrifices ndio tuweze kubarikiwa. We give sacrifices ndio ile milango imefungwa ifunguke.
We give sacrifices and our tithes so that tufunguliwe milango na dirisha. Mungu anasema leteni fungu zenu za 10, malimbuko na nini na sadaka zenu kwa nyumba yangu, muone kama sitawafungulia milango. Sasa huyu mzee akalete vitu kanisani kama sacrifice. Ndio milango yake fanya nini? Anafanya kazi wapi? Mochari. So alikuwa naomba nini? Milango yake ifanya nini? Ifunguliwe. Mimi kama mchungaji naomba ndio mkue na live. Lakini huyu mtu ameniletea sadaka. Ni milango yake ifanya nini? Nitamkataza. Nitafanya nini? Nitakuwa tumesaidiana naye kufanya nini? Kufungua milango na madirisha. Nini ifanyike? Sasa akiwa kwa hiyo kanisa alikuwa anaangalia watu, anaona these are possible customers. Now tell me, what do you think about that? Yule mtu anafanya tengeneza masaduku, kimuona sasa huyu anatengeneza kama jeneza, umuone amebeba kabahasha katika miadikwa 10% na mmekaa karibu na wewe. How do you imagine? How do you think about that? Huyu anafanya mochari, aka ndio mwenye ile mochari kubwa sana Thika ama Nakuru. Sasa ameshika kibahasha kimzuri sana, kizuri, kimeandikwa tithe. Na wewe uko next na unaangalia unaona ameandika na tithe na unamjua. Ndio mwenye mochari ile kubwa Nakuru. Amekuja kufungulisha nini? Amekuja kufungulisha nini? Milango. Kazi ipatikane. Amekuja kusema Mungu, kazi imekosekana, niitie watu wakuje. Niitie wateja. Na mimi kama pastor nitapokea tu kwa sababu ameleta tithe, nimeambiwa nichukue tithe. Hallelujah. Hauhagithia ate we pastor. Todo nawe, no tuweke sababu. No, you can, unaweza kuwa hata wewe. Hata wewe unaweza kuwa dirisha hiyo inaweza funguka, wewe ndio umefungua dirisha. Hiyo ni kuingiza mtu kwa majaribu. Mungu alituweka kwa majaribu sana hapo. Mpaka umestuka. Kai, taingilia hau. Jiweke tu hapo, ujiulize hiyo maswali. Kwa nini? Na watu watakufa tu. No mudu waku ile makwa no nukumuiga nyumba. Thida kunuga. Thida kunuga. Mudu taru we ungikua ri tukuiga nyumba tondu wi muhonoku. Durakua. Tuge nie ingikua ri. Tondu ndi pastor na ndi apostle mukunjiga bedroom gwakwa. Mugwitwara ku. Garoro ni machine. Theti andu mekondora. Kewero ruto kuringana na aria mararuta wira. O mundu ikare office-ini yake. Nie ndire hau. Yogathie ti wako. That is how life is. Life is like that. And we need to complement. Do the will of God. Walk within the will of God. And God will make you successful. God will make you succeed in every field. Because all these things, we come to pray for you so that life can come. Some other people do anything that they do because they are doing something else. Kama sasa ni sawa tu na yule mtu ametengeneza buduki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumeenda umepata barua ya uweke buduki hapa. Umenunua buduki ya nini? Ya kupika uji. Na yeye ni pastor, kwa sababu kuna mapasta naona wako na mabuduki hapa. Sasa unajiuliza, ako na buduki. Mwizi akikuja, nitatoa Biblia ama nitatoa buduki? Mwizi ndiye ule kwa mlango na amekuja. Sasa niko na buduki na Mungu coincidentally ali make sure Biblia iko kwa meza sitting room. Utafanya nini ya kwanza? Utatoa buduki. Utakuwa Mkristo ama utakuwa umeanguka? Nini? Na tunaambiwa hii ni silaha ya kwenda mbinguni. Biblia ni silaha. Tunaambiwa hili ni neno. Neno linaweza kubadilisha maneno. Linaweza kubadilisha, kuhamisha mlima itoke hapa iende. Hili neno linaponya, hili neno linavuvua, hili neno linabadilisha. Sasa ndio hilo neno kwa mfuko hapa. Mwizi ndiye yule na buduki. Na mnapaga na wewe una kapisto hapa. Utainua neno ama utainua buduki yako? That is why Christianity is in dilemma. Christianity tunakuwa kwenye dilemma. Because these things is a mystery. The word of God is a mystery. You need only to be obedient. And for us to become obedient, we are passed through a process that will produce you.
the best person that will understand this situation is for me and this situation is for God. Because there are situations for you and there are situations for whom? For God. And for the situation that is for you, just handle them the way they come. That which are from God, return them to God and give them to God. And you say, to God be what? Be the glory. John 16:33. Bwana Yesu asifiwe sana. John 16:33. Wale watu wanatutazama from America, from USA, from UK, you are welcome back. You are welcome in this broadcast. God will surely love you. I've been from speaking to somebody mwenye ameniambia hiyo mafundisho unafundishaga kweli. We 100% we are facing. Kuna watu wako America, they have nothing to show. Kuna watu wako UK, I've just spoken to kuna mtu ako London West. Ameniambia mimi niko na 20 years. But there is naogopa hata siwezi taka mtu wa kwetu anitembelee because I've got nothing to show. Na nyinyi mugaga my brother akorogo UK. My sister akorogo US. Wewe maneno ni gumu. John 16 verse number 33, the Bible says, wow, wewe uko 33. To answer that, 29. His disciples says, aha, now you are speaking plainly and not using figurative speech. Now we know that you are all things and do not need anyone to question you. This is why we believe that you came from God. Hallelujah. Jesus answered them, do you now believe? Behold, the hour is coming, indeed, it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. Have I said these things to you, that in me you may have peace? In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. That in the world you will have tribulations. Utakutana na mawimbi yatakuja. Challenges of life will be there. Being a Christian does not disqualify you from challenges. Being sick does not mean you are not a Christian. Being poor does not mean that you are not Christian. But there is one thing, that God or Jesus has won the battle for you. For anything that will come pass by you, you will be able to conquer. So being in the cross, kuwekwa kwenye msalaba, kuteswa, kulia, whatever that happened, Jesus has won the battle, has conquered those challenges. All what you need to do, it is to invoke the word of God, to invoke Jesus, to say, in the name of Jesus, I tell you disease, get out of my body. In the name of Jesus, I tell you poverty, get out of my life. In the name of Jesus, I command you out. Bwana Yesu asifiwe. So it is only by invoking the name of Jesus that we win every battle. All these challenges we have already been sorted out. So if you have a problem and still you have a problem, it's only that haujielewi na hujui ya kwamba hii shida ishashughulikiwa. Hiyo ugonjwa uko nayo ilishughulikiwa kwa msalaba. Hiyo taabu uko nayo ilishughulikiwa kwa msalaba. Kwa sababu lakini shida ile uko nayo ni nini? Uko na kiherehere mingi, unaruka hapa, unaenda hapa, unaenda hapa, unaenda hapa. You have no time to connect the miracle of Jesus with yourself. You have no time to connect that healing that Jesus gave forth for you. Just connecting it. Once you connect it, you get it. It is whoever that will ask in my name. Whoever. Therefore, you must ask. In whose name? In Jesus' name. Whoever will ask in my name will receive it. So you got the healing. You got the solution to the challenge you have. You got the solution to the problems that we are facing. Hizo zote zimeisha. You don't have to struggle. You don't have to cry. You only ask in the name of Jesus. And in asking the name of Jesus, you must mean it. You must deeply in it. Because it does not come from your lips. It must come from your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you become a winner. That is how you become a conqueror. That
That is how you win. Pain can be either emotional or psychological. Kuna watu hapa wanapitia a very painful life that is psychological. Kuna watu wanapitia hapa a very painful life that is emotional. And also pain can be physical. It can be psychological, physical, or what? Emotional. Kwa sababu there are people here emotionally uko ndani. Kasura unaona ni kama haka ni kasuri sana ukimwangalia hapa. Lakini inside, oh my God. Ni volcano inaweza kulipuka anytime. Ndio unaonaga mtu unauliza mundu twatida nake wega. Na dauma hadu niki eshirie kogwo niki amejinyoga na kanoti. For my friends, goodbye. I've decided this because nimekubali kwenda. Hii shida sitavumilia tena. Na kama kuna mtu anawachekesaga kwa ile kamwelezo yenu ni yeye. Kama kuna mtu alikuwa na raha hata mkiachana ni yeye. Kumbe kuniko ndani emotionally things are not good. Inside huko ndani things are good. Na better udili na yule mtu wa makasiriko. Yule mtu anarukaga na anasema nilikwenda na analia machozi. You better deal with that person rather than yule mtu unamwambia kitu ananyamaza na meza. Huyo ni mtu dangerous. Ni mtu mwenye akilipuka. Afadhali kavoge na githuri kenegena gagitinda gikenegena ukira githuri gikiragira gikaingira bedroom. Siku moja ili ataamua kudilu na wewe, my friend, watu watakuja waulize huyo tiwe. No, haiwezi. Hata akipelekwa kotini na mada, watu watakuja kumtetea. Waseme si huyu mzee. Hapana. Huyu mzee wa kanisa. Huyu mzee mpole hivi. Hata tunaitisha kwa kitu yeye atakuwa wakosa hata kagi vita. Hata akisema ni hata kagi na hata kagi mabomigi. Ni mzee mpole. Mzee mpole. Haje sasa imekuaje? Mzee kama huyu mpole hivi. Mzee mpole. Ama si mpole? Bueno, getoira. Mzee kama huyu mpole hivi. Ilikuaje mpaka akafanya hivi? No. No, haiwezekani. Hapo sasa ndio mnasemanga hii ni mapepo. Si mapepo. Kuna vitu vingine mnaekeleaga shetani mpaka anaenda kuligia Mungu. Mpaka anashindwa hata hii watu wanasema hata kama unasikia venye wananisifu? Unasikia? Wanasema venye niko powerful. No. Because huyu mtu anaekaga, anafugiaga huko ndani. Anafugia. And ikifika wakati wa kubasi, lazima atabasi. Na atabasti vibaya. Na anaweza basi ndio nasikia alichinja mama, akachinja watoto na akajichinja. Kwa sababu hiyo kitu imekaa ndani yake. Na imekaa, na imekomaa, na imekuwa mzee ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikikuwa mzee ndani yake, I'm telling you, ataact kama mzee. Na atatoa amri kama mzee, na atatoa hukumu kama mzee. Anasema mimi siachi familia. Unajua mzee yule amekomaa, haachagi familia. Yes. Muthuri mugikutani ni mshenasha kwa ciothe cikaraga kwina baba na dadi. Kwa sababu mimi ni mzee, kwa sababu mimi ndio natoa kibeti hivi. Hata mama kama anatoa kibeti ni mimi tunatoa kwa nini tunakujaga tunajaa hivi. Sasa tunakaa kingine kako hapa, kingine kako hapa, kingine kako hapa, kingine kako hapa. Sasa narudi naendelea. Dadi na chomoka. Dadi. Sasa huyo ni mtu anaitwa mzee mwenye amekomaa. Kina mzee ametupa watoto wake hataki mambo na watoto. Hiyo inaitwa daddy. Inaitwa daddy what? Deadbeat. Anaitwa deadbeat. Mwanaume ni ciana, mutumia ni korera, kuhe ciana gya kuria, akamarugira na komonia wendo. Na baba ni kulea, ni kutoa vitu watoto wako wakule. Wewe ndio ni muti ya kukuliwa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona hata bibi ukimuoa anaitagwa jina yako. Kwa sababu ni mtoto yako. Unamulisha na unamvalisha mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watoto wanakula mzuri. Sasa ndio unaona mzee Mkikuyu kama mzee huyu kwenda na watoto anaenda na bibi na anasema diratika shenasha kwa nadhudha wanaenda akilipukia huko ndani. And it has happened. Unakuta katoto kako kanaishigi maisha ingine huko ndani. Kana mauchungu kani kuna tukakijana tunakujaga hapa kanakuja na kabinda fukuza mama na abia mama ayetoka. Wacha niongee na mtoto. Mama akipiga tu frame unaona machozi imeanza kuteremka. Ananiamuliza ni nini baya? Mimi lemi tu nifuguke moyo. Anakuambia mastori unaanza kulia hata wewe. Na kana kutolea karatasi kana kuambia hii ndio suicide note nimetoa. In fact umenichelewesha nataka kwenda.
Bwana, nilikuwa nako kakijana hapa Sadi. Kameandika suicide. Hata kame describe venye katazikwa. Na wenye watakuja. Na wenye hawatakuja. Na wale wenye nguo zitavaliwa. Kasema kama zishi yangu kusikuja mtu na buraki. Na my boyfriend ni kaboy. Na my boyfriend lakini kaboy. Na my boyfriend na yeye afanya nini? Na yeye atavaa pink siku hiyo ya mazishi. Lakini I will love you forever. Kameenda lakini kameacha kamekamata mtu, kamevuga mtu. Na nikamvulana, kameenda na kamvulana kaeza hapo kwa mwenzake. Sasa familia inashidagwa ni nini mtoto alifanya? Kwa sababu mtoto alibadilika tu all over once na performance yake ya shule ikaenda chini. Kumbe kijana kalifanyika kage. Sasa kameenda kalikuwa kage na kalikuwa kage kama mwalimu shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mwalimu nani? Shule. Sasa kage mwalimu ndio nini? Ndio Musae aka ni kabibi. Sasa mwalimu ameachana na aka, amechukua aka huko shuleni. Sasa kanataka kujiua kwa sababu kamewachwa na nikamvulana. So ukiona watoto wenu, ni tu na wao. Kuonyesha ni mapenzi mzuri. Mimi nikitoka pale nilianza kufikiria vitoto vyangu vyote. Mpaka nikaanza kuwapigia simu mmoja, tunaongea tu story hivyo. Kwa sababu niliuliza kijana, sasa how do you behave? Munaigiaga aje? Sasa nikaanza na hoji huyu namuuliza unaonaga Samia na kaagaje? Na hoji Samia namuuliza unaonaga Jeroge na kaagaje? Na kwa sababu nataka kuona kama kuna ka element. Ka hiyo maneno nimesikia hapa. Sasa huyu ni mtoto innocent, mtoto mzuri sana. A very good boy, humble, very handsome boy. Lakini kumbe ni wana huko ameharibiwa hata waiza sasa. Kwa sababu kigiwa na huko full stop. Maisha yako inakuwa full stop. Kuna mekiha ya na huko inakatika. Ikikatika, that's the end of you as a man. So mtoto alilia. Akaniambia let me open to you because I've seen you know what you wewe ni mtu mzuri. Kaka open up. Na nikakuja kugundua kumbe ni mtu wao amekaroga. Amekarusha na huko kaende kakiedaga. Matata. Sema matata. Matata na maanti. So that is, I'm talking about the emotional pain that you go through. This boy was going through a very strong emotional pain. A huge suffering. And ameandika ka suicide or not because sio hiyo tu ani na hii anasema fulani alifanya fulani amefanya hata nilienda hapa kwa sababu ya fulani, because that is only where alipata peace. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore this is a challenge that we need to look at the emotional pain. Are you going through an emotional pain? Are you going through an emotional pain because of that boyfriend, because of that girlfriend, because of that businessman, because of that business, because of that kind of thing that has happened to you? Kuna emotions. Is there an emotion? Kuna kitu ndani yako kinatembea. Unasikia ndani. Kuna pain itokagi. Ukiona mwanaume hivi, labda ulikosewa na mwanaume, ukakuwa na wa kwanza akakukosea, ukakuwa na wa pili akakukosea, ukakuwa na sasa hata unanionaga hivi unashindwa. Nilikuwa tu de na anointing nikio ukite. Uranyo nogo kanyo nogo karigo giki nakio ri. Arumene wari amwe. Arumene nyamo. Yeah. So we have seen pain could be emotional, psychological, or physical, that is mental. Unaweza kuwa na pain that is mental. Na ndio unakuta kuna breakdown. Unakuta mtu ameanza kuchizi tu. Tukuonaga tu na ndogo. Yaani unakuonaga tu umevaa hivyo vizuri lakini wewe ni mwenda wa simu. Ni pain ile iko. The pain, the mental pain. The mental pain is such tormenting, most tormenting pain that can happen in your life. Because it is eating your brain. Thinking capacity yako inarudi chini.
mpaka unakuta macho haionangi vizuri, unaanza kuona dim, na kila kitu unaona kina kuirritate. Hivi ukiangalia unaona mpaka sufuria. Ushaingia kwa nyumba, unakuta kitu kama hii, wacha ni nini? Nige. Ushaikuta nyumba kwa hiyo unakuta sufuria ziko unakoka unakoka kikapu kama hii, toka kwa toka paka watoto nakashika, unakachuna, unakapiga mateke, That is when you have that mental pain. That everything you are seeing in front of you ni kitu mzuri. Mse, umekuja. Umeniletea pesa yangu. Okay. Chukua bahasha pale uweke. Bwana Yesu asifiwe sana. So the emotions, the mental pain, ndio naonanga watu wako Mathare. Unakuta Mathare mental pain inakosigi unapose. Did you know that? You pause. Ukienda kule Mathare, kuna mtu anaweza kuputa atakupatia story ya pale kichwa ilikirakia. Kama ilikirakia tarehe 16 saa 4 ndio ilikirakia. Ile story atakupatia kutoka hapo ni ya hiyo minute ya tarehe 16 tarehe 4 the second minute. Because alicrack ikamshika. Na anybody around you will always become your enemy. Everybody. Na unaangalia bibi unaona shetani. Unaangalia mwanaume unaona shetani. Ukipita mahali popote hapa hata kwa barabara, because psychologically it is very painful. Hapa kwa akili inaleta mauchungu makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a mental. Ukienda unaenda kwa Dr. Fragi Jega, anakuongelesha mpaka anakurudisha. Unaanza kudugwa mashindano. Sasa ile kudugwa mashindano ni kusuppress. Kuna kitu wana suppress ndani yako, ndio kichwa iwache kwenda bio. Na sasa the moment ukidugwa hiyo mashindano, ndio kichwa ianze kwenda bio, umekuwa kaput, umekuwa cabbage. Hakuna siku nyingine utakuja kuwa mtu mzuri. Sasa wewe ukituona, hata tukikuona utakuwa ukisema maneno migi, maneno haieleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. All pains got one thing in common. They have a redemptive power. Either mental, either physical, either spiritual, psychological, whatever the pain that you're going through, it will redeem you from the forces that are separating you. Ile shida utapitia, ule ugumu unapitia, utakusaidia kutoka kwa shida na utakufanya you become a better person, a strong person. Hiyo uchungu unapitia itakusaidia kuinuka. Hiyo uchungu unapitia itakusaidia kukaa in a manner that God will help you. Pain is motivational. Pain will bring motivation in you. Itakumotivate. Wakati siku moja nilikuwa kwa jela, nilikuwa nimefugwa, ningojea kunyogwa. Hiyo mtu wa kunyoka anapita, anakuja ananiambia kila asubuhi, ananiambia, "Waruinge, this week, 1 week remaining." Sasa hiyo jamaa nilimbembeleza, nikamuita, nikamwambia sikuja tuongea kidogo. Kaliingia. Nilikaswaga vita. Nikamwambia ujinga usiwahi kuniambia tena. Nilimpiga vita mpaka polisi ni mzima akakuja kumuokoa kwa sababu nilijua anyways ninakufa. So hata mkuja munipige, hata mkuja munifanya nini, wacha nikaue, tutaenda nako huko biguni, twende tukakula, tutaenda tutakutana, tuenda na yeye huko. Sasa although hiyo kitu ilitoka, it redeemed me. Na nikutoka hapo nikajabi, kuna askari mmoja muokofu akakuja kaniambia, "Waruinge, wacha kupaniki. Hii kitu unaona, hata labda hautakufa. Ni huyu mtu, usijali." Nikasikia kuna kitu ilinizungumzia, nikasikia vizuri. Nikamwambia, "Wewe sikufi, wewe ndio utakufa." Kwa sababu walikuwa nataka niache hiyo grudge. Kwa sababu walikuwa najua huyu nitapiga, nitamaliza. So alikuwa niambia huyo jamaa akaniambia, "Mwambie hutakufa, yeye atakufa." Sasa alikuwa nataka ndio aniodoe, ni emotions zangu zitoke. Nikamwambia, "Wewe no, wewe ni wogokua, ni ndigokua." Na ilifanyika hivyo. Sikukufa. 2 months later, kamuzee kwa sababu kalikuwa kama mungare, kalikunywa mungare ile baya, ile ilikuwa huko Lemuru. Ile Muru mani wapi? Ile walisema hata mkizima mata. Si Muranga, padia hapa, banana hapa. Kalikuvia hapa Muranga. Kalitoka tu kakaenda. Kakakunywa. Mata ikazima na ikazima. Mimi nikatoka. Hallelujah. So this one will bring the redemptive. You are redeemed from that pain. You are redeemed from the struggles of your mind. You are redeemed from the forces that makes you
go through. Utapitia machungu mpaka unasema mimi nimeachana na stori za huyu mwanaume, mimi nimeachana na stori za huyu mwanamke, mimi nimeachana na hiyo stori ya hiyo biashara, mimi nimeachana na hiyo stori kabisa, sitaki. Na unasikia uko relieved, unatupa, unasikia ulipoteza 10 million, zimekusubua, umeenda mpaka kwa waganga, umekuja umeopiwa, nothing is happening, umekoniwa zaidi, umekuja kwa waganga ukakoniwa pesa, na waganga akakwambia ni kuna roho ilikuingia na ilikuingilia huko kwenu, sasa lazima niingie niitoe. Unasikia mganga alilala na wewe na ni mganga ananuka, ukifuata pesa. Unaenda kwa pasa kama mimi na yeye anakufanya the same. Unaenda kwa apostle anakufanya the same. Unaenda kwa nabii ule unasikia ndio nabii anakufanya, na tu pesa tunaenda mpaka unaona tu pesa tumeisha. Hakuna kitu inakuwa very frustrating. Huko na tu pesa kidogo tukufikia tule tu pesa. Sasa huku tukikuliwa, tunakuliwa kwa haraka. Mpaka unabaki hivyo. Mpaka unakuja unasema sitaki hiyo pesa. Didi mkodi namo. Didi namo kodi na akili. Unasema hiyo kitu sitaki. Na hiyo pesa nimeiachia. Unasikia hiyo pain imetoka. Nakwambia hivyo kwa sababu hiyo pain imekushika, imekusubua bure. Nakwambia hivyo kwa sababu umeteseka bure. Unang'ang'ana kukasirikia mtu mwenye hata ajui kama unamkasirikia. Unang'ang'ana kukasirika kwa sababu ya kitu ilianguka, na ilianguka haina masikio isikie, haina macho ione venye unateseka, haina hata feeling. Uliishia na iliishia. And that was the end of it, and it will not come back. Bwana Yesu asifiwe sana. It will never come back. So that pain you are carrying, it is tormenting you for nothing. That is why uko na kidoda ya tumbo. Kwa sababu hiyo pain inasababisha acid inaendelea kutoka uncontrollably. Inachoma maini yako, inachoma mara yako. Sasa utakuwa na kidoda kwa sababu ya mtu who doesn't care. A con man who conned you 10 million, he does not care. Hajali tena, alienda kutafuta mtu mwingine ya kukoni. Na wewe hapo ni uraragi usigisi ukifikiria ati Mungu atakuona. Kwani akikuja kukukoni, Mungu alikuwa amelala? Sasa ndio Mungu sasa amevugua maji, amejua mtu wake. Hapana, hata yeye akitoka nyumbani aliambia Mungu, oda hivi fafa jamani na mudogo tunya. Na Mungu anasikiaga maombi ya watu wote. Mungu anasikiaga maombi ya kila aina. Hata mimi wakati tulikuwa tunaenda, kwa sababu nilikuwa kama mwisi wa bunduki, tukienda kuomba tulikuwa tunaomba Mungu. Tulikuwa tunaita, tunaenda kwa pastor tunampelekea 10%. Yeye hakuwa anajua sisi ni waizi, lakini alikuwa anajua ni watu wazuri wanampelekea pesa. Pastor, uko aje? Niko poa. Leo napitia hapo, nasikia nikubaie ka kitu. Neno nampatia tu ya kujikava. Na anakuambia ubarikiwe, na mali unatoaka hiyo pesa iongezeke. Unaenda mnatoka, unasimama kwa banki hivi na bunduki. Banki hapa nje na bunduki kama askari. Wanaume wanaingia ndani, unatembea tu na hakuna mtu anakuona. Hakuna mtu, unakaa tu nje, hakuna wanarudiki kuona. Wacha nikwambie, unazikuwa pati niliwana wakiingia. Hakuna mtu anaonaga. Hakuna mtu anaweza kukuangalia. Ukishika bunduki hivi, hakuna mtu anakuangalia, wanalishaga tu kichwa. Labda chini, anajaribu kujisukumilia chini ya sakafu aingie na huko chini. Lala chini. Na unapitia, unamwambia nataka nisitue kidogo. Unapiga kwa hewa tutu. Wote ukitoka hapo utakuta kila mtu amekojoa tu makojoa kidogo. Hakuna. Ayasema nini mwandile ama muda mulai wapi? Ni imagination, ni ogorokia umanagua. Hakuna kitu, nobody can describe you. Wanarudiki kwa makamera, ndio wanaona ni nani alikuwa amekaaje. Na watu wanalalaga hapo, utakuta mpaka anangorota. Wanakuja kwa mjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni mtu nilioba murare. Nikikuja hapo mkuwe na uoga. I will make them scared of you. It is biblical. God is a God of all. Auragia bura kwa morogi. Auragia, yani Mungu hana ati mvua haitanyesha hapa kwa sababu kuna wachawi watatu. Hapana, itanyesha tu anyway. Na akilete shida akiseme nimekasirishwa na Nairobi, hata taka kujua kama kuna pastor ama kuna apostle, ataangusha marakara yake kwa kila mtu. And it will be that, and it will happen that way. So God, when you are praying to God, be specific on what you are asking. Usifikirie mwizi hasikilisagwi, anasikilisagwa vizuri. Hata mchawi anasikilisagwa. He's a human being. These are the principle of the kingdom of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. So every person that is in your life, muombe a change. Muombe maisha i change. Muombe mtoto wako maisha i change.
Kwa sababu wale waliompeleka kwa hizo madawa za kulevya, wale waliompeleka kwenye usherati, ushoga na kila kitu, ni watu ambao wanaabudu kitu fulani, ndio walimsukumia. So you need umuombe na umpende, umtoe kwenye that kind of life. Praise be the name of God. Therefore, that's why I'm telling you that pain will motivate you to change your standards, to change your life, to change how you look at things. Pain inakufanya ukue mtu, uelewe kuna shida, uelewe kuna matatizo, uelewe jinsi ya kuishi na wale wengine. You will be humbled. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, let us look at some 2-3 things through pain. What we learn. What do we learn through pain? Because there must be a lesson of what you gain. Through that pain that you're going through. Through that pain ulipitishiwa na wazazi wako. Through that pain ulipitishiwa na huyo mwanamke mlikuwa naye. Through that pain ulipitishiwa na huyo mwanaume mlikuwa naye. What did you learn? What's their lesson? Through that pain ulipitishiwa kwa hiyo biashara ambayo walikupora nayo. Through that pain ambayo umepitishiwa na bosses wako. Through that pain umepitia kwa hiyo kanisa. Because hapa kanisani kuna pain. Hapa kanisani. Hapa kuna pain kubwa sana. Hapa kama mimi huanga na pain every day. Kuna siku natokaga hapa, naingia kwa gari yangu, nakaa kwa gari yangu, nafikiria ni kupumzika, lakini ni kulia na lia. Ile pain nimepatia hapa. Kwa sababu huyu alikuja, anakuja ameona daka adravuli. Huyu naye amekuja ameona pesa. Huyu naye amekuja ameona hii. Huyu naye anataka kupiga huyu. Huyu anapiga huyu. Huyu anapiga huyu. Huyu wanalimana. Unakuta kanisa mzima ni manyoka na machura na manini na mapaka na manyau zote zimejaa kwa kanisa yako. Unakaa sasa na wewe ndio baba yao yote. Hizo manyoka zote na machura na mapaka na whatever na manyoni na manzige zote, ni wewe ndio baba yao. Unasikia venye wamelimana, wamepigana. Unatuma mtu kama sasa huyu, unamtuma unamwambia ende ukanunue vitu pale. Huyu kwa sababu ni mwenyeji hapa na kuuliza ulitumwa kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tufuate protocol. Huyo wewe ulitumwa, ulipata nani alikuambia ukaribie pastor? Yusi sasa. Huyu amekuja, mimi nimeona ako lonely, ako na shida. Anataka tu mtu wa kumappreciate. Ajione yeye ni mtu na ni mtu wa maana. Ndio kwa maana nimempatia shilingi 2000. Nimemwambia ndio ununue zile matagi, mkitoka hapo muende pale mpange na mpake rangi mzuri. Mkitoka hapo muende mahali nitatumana mkule karanchi. Sasa huyu hataki kujua hivyo. Huyu anashabuliwa, ile kidoda alikuwa nayo inakuja inaguaruru yote. Na mimi nilikuwa najaribu kutibu kidoda. Ndio kwa maana nimempatia responsibility. Ukiona mtu kanisani, a pastor, good pastor gives responsibility to everybody akikuja. Na unapenda mtu wote. Ndio kwa sababu mumekuja hapa kwa majeraha. Kwa sababu kama si majeraha ungekuwa hapa. Si ungekuwa kwenu nyumbani ukiuliza hiyo pastor naye anasema nini? To pastor to adiko ishi ile. Tutidaka tokegaba gaba no besha maikala mage tutunyaga. Lakini sasa siwezi sema hivyo kwa sababu kuna kapain kamekuleta hapa. Kuna kapain kamekufinya mpaka ukajua kuna Waruinge ule wa Mogeke. Na zamani ule Waruinge wa Mogeke hakuna mtu angetaka kumkaribia kimundu kiruithagia tumia. Nani mundu ucio angikwira atia? Mundu ucio ni ahonokire. Mundu ucio ni ahonokire. Atiria moni anyitete microphone. Ucio ni kuhenia rahenia andu. Arenda kumachokia kwa Mogeke. Lakini wakati kapain kaligia ukaona mtumishi, wewe mtukate ya kahinda gaka. Wewe ni uraririo ni Jehova. Uguo na mundu muru ni aragirio ni Jehova. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona mundu muru hata huyo mtu mbaya Jehova anaibukiraga. Angalia mimi nimetafuta kwa Biblia, hata leo nimekuwa research kufanya kwa Biblia. Nimetafuta kama mtu kamoja kazuri Biblia. Kale kalitumiwa na Mungu, hakuna hata kamoja. Ama kunaye? Hakuna. Yote ni mangaulo tupu. Angalia Daudi ni maraya. Sasa nikashida, kuna watu wanaweza kuja waseme pastor wetu unajua hanaga bibi, kwa hivyo anaweza kuwa prostitute. Anaweza kuwa aikaraga atia. Urede ku imagine mundu ucio ri ndakorona feelings. Ndakorona feelings. Na toto tu ginya girlfriend yake ri aikaraga atia. Ni mundu ucio ni ndionetio ni Ngai. Ndionetio ni Ngai. Ndiona roho wa ngui. Roho wa ngui ogicira uguo. Roho wa ngui. Sasa nataka unajua anapitia roho ya ubwa, anataka kusema pastor ni msherati. Unajua roho ya ubwa ni usherati. Msherati. Kwa sababu umekosa answer. Wengine anakuja naona sasa huyu ni mgeni amekuja, sisemi nipende tu rough example. Please. There is no in relation na kitu yote. I'm giving you that rough example. Rough. Si laugh. Rough.
Ile for example, unapatiana for example na vitu. Unakuta sasa kama hawa wamekuja kanisa hii na nimeona kuna shida walikuwa nayo. Nimewaweka kwa positions za kufagia, za kufanya. Na hawa walikuwa kwa kanisa, hawa ndio wenyeji wa kanisa. Sasa hawa wanaona maadui kwa hawa. Wanaanza kulima wanani? Hawa mpaka wanafuga siku kama 7. 7 days wanafuga kukula na kukunywa. Wao watoke kwa kanisa. Paka wanakula sakramenti na wanatoa sadaka. Na wanaekelea sadaka kwa meza. Kwa sababu wanataka wao wafanye nini? Toke hapa. Sasa wewe ni baba ya hawa watu. Wewe ni baba ya hawa wanapigwa na wewe ni baba ya nani? Sasa that is a pain that pastors go through. Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo mizigo yenu na ushaitani yenu yote inaradigi hapa. Inaradi hapa. Unasikia kuna wale walikuwa na fast. Wako siku ya 6 wana fast. Na kuna wengine bado wana fast. Huyo pastor aguke. Kama kuna wengine saa hizi walikuwa na fast, walimaliza Friday. Mali kilie Friday. Ilikuwa Friday? Ilikuwa Friday. Mimi di kanisa ati wameipatia siku 7 ifugwe. Na walitoa sadaka na walileta wapi? Hapa Sunday waliwekelea hiyo basha niliona hapa. Na Friday walikula sakramenti ni watu 7. Na nilipofika hivi, man of God, we thank God for the Dubai trip. Yeah, God. Unajua, sasa niambie, huyo mtu anakuja kesa ni ule sasa kwa mfano. Ni yule man of God, we thank God for you. You are wonderful. Kwa Mungu amekutumia. Wewe ni oratumiro kahida ine Mungu anakutumia. You know, it's a prophetic. Our moving now is prophetic. You're going to Dubai was prophetic because it was prophesied utaenda mataifa yote. Na wewe ndio ulikuwa pastor wa hiyo kikundi ya watu 7. Ukiambia hata wamesema, wamedeclare siku 7. Kutoka Friday. Ilikuwa kutoka Wednesday. Dasho kilele. Wednesday nilifanya service hapa. Siku hiyo mpaka leo ndio hii kanisa ilikuwa ifugwe. Siku hapa zinaisha leo. Yani imagine mundu aremire thirikari atari muhonoku. Ukirwa nake muhonoku. Wakati sikuwa najua Mungu halisi, sikuwa najua. Sasa ndio mnapambana na yeye. Ati hiyo sasa hao bado sitafukuza. Bado nakaa na yeye. Na unamwelekea alijitoa sadaka ingine kwa sababu tunahitaji tulipata nyumba mpya. Hiyo pesa zilikuwa shilingi, alafu hata wanatoa tu. Hiyo sadaka yote ilikuwa wamechaka wao wote. Watu 7. Ilikuwa shilingi 600, si 650. Hata ziko pale zijazitumia. Ziko pale nikahesabu nikashindwa. Yaani mahodhi yo. Kasaka kwa sadaka maadutira kahudhu. Unatoa sadaka kama angetoka milioni 1 tukipata ya kununua viti. Sasa angalia sasa hiyo ni ujinga, si ndivyo? Si ni ujinga? Sadaka toa kitu hata inaweza kusaidia, lakini walikuwa nataka ifugwe. Ndio maana na mimi za hiyo nilikuwa nimetoa huko Dubai. Wakati nilienda Dubai nilikuta watoto wengi wale wanateseka huko. Wale hawana nyumba, wengine wanalala kwa wengine yani maisha mbaya kabisa. Niliingia tu kwa account nikatoa 1 million. Nikawalipia manyumba. Na nikawanunulia chakula. At least iwasukume 1 million. Na unatoa 600 and that. Saizi nimetumiwa container 3 za michele kutoka Thailand. Mtu mmoja aliuzwa Dubai. Amenitumia container 3 za michele from Thailand. Naona vuga nini? Ndio tafuta shetani mkubwa. Mimi mwenyewe nilibomoa shetani hapa kwa Freemason. I'm the only person in this world kuwahi kuiba kwa shetani. Mimi. Hapa unajua hiyo story? No ni tu modo wa gokode. Uliwahi kwa ngoma. Pale Nyerere Road kwa Freemason. Uko tuliiba. Enda angalie kwa mitandao utaona.
Yeah, I'm the only person. Akone doretie ngoma. Nitawanunulia on Sunday nitawaita wote hao, tutawaordain tuwatume kwa shetani wakafanya kazi ya shetani. Si biblical? See, it is biblical. We release them. Marekagererio tonende makanitie maita matatu. It is the same group, nimekatasa mara 3. Sasa nitawamwagilia mafuta hapa niwaambie nendeni kwa shetani. Tatu ndio juzi. Ukuniguo. Na si hapa hii kanisa peke yake. Enda hapa kwa baba yangu Harrison Nganga. Huko mpaka watu wanakufa. Hapa ndio hajaanza kuua. Kule mpaka watu. Sasa unashindwa hii uchawi iliwekwa kanisani ilitoka wapi? Yeah? Shida inakuaga nini? Unajua shida inakuaga, acha nikwambie shida inakuaga. Nikitoa mapepo, si ninatoanga mapepo. Mapepo haikaangi kwa hewa. Mapepo haikaangi kwa hewa. Ina lazima ikae mahali kuna mwili, iko na damu na nyama. Ndio ule wakati Yesu alikuta ule mzee, zile mapepo zilibageni na Yesu. Zikamwambia lazima tuingie mahali. Nazo maguruwe zikikua, maguruwe hazikuwa na habari, zilikuwa zinakula maguruwe zinatenda tabia baya. Zikizunguka. Sasa hizo hawa watu ni maguruwe. Hawa watu sasa ndio nasema hao ndio wanaitwa maguruwe wa kanisa. The spiritual pigs wanakuwa kanisani. Wanakuwa kama ule wakati ya Job 1:6 nasema malaika walikuwa wanaenda kwa Mungu. Naye shetani akajipata kwa hawa malaika walikitembea loud and about. Sasa kuna watu wanakuwa kanisani na kujibu. Kuna watu wanakuwa kanisani ambao wamekuja loud and about, ni maguruwe. Hao kazi yao ni kutaka kujua huyu amekuja uyarokiliate. Sasa wewe kaza ama tuchukue kasichana kama haka kaigie pale na kakuna kaguo hivi kasmart kamejipaka hivi, kila kitu ni mzuri, kakigia pale utakuta kuna mtu amekaa hapa anachungulia. Sasa unajidwa ona hali anaotira werojo. Sisi tabiana na yeye tuende huko. Sisi hapa naweza fanyia hiyo. Si ni kuabiana. Si ulete masikio hapo upande hapo uweke masikio na microphone usikie venye tunasema. Kwa sababu macho haitakusaidia. Hiyo ndio sababu. Kwa sababu in the spiritual world, any demon nikitoa huyu demon lazima itafute hapa mahali ya kuingia. Sasa utakuta wewe ni Asha. Ndio unaona maasha wengi wanakuwa na vita maobi ya ile ya kupiga watu. Maobi. Sasa kuje hapa si unaona maobi mzee amehunyoka hivi, abarikiwe. Kwa sababu atabarikiwa. Miezi 2-3 aanze kuendesha gari hapa. Nada ugire. Ni mtu shule damu ni yule ikalete huo. Hiyo yale devil agent. Yona liwe na alitualithia Prado. Hiyo Prado hata uende angalia huko nyuma. Hizo namba pale tukiangalia hapo kuna kanyoka kamechorwa hapo. Sasa kwa sababu ya nini? Yeye alikufa. Spiritually alikufa kwa sababu amebeba kila demoni ya kila mtu iko ndani yake. Yeye haokoki ako hapo na tubu kwa sababu yeye ni Asha. Anakuaga hapo na mademoni zote za huyu zikatoka kwa sababu si yeye anakushikilia hivi. Anameza kwa sababu ile kiroho iko ndani yake ni ya uchawi. Sasa ana accommodate every spirit. Ndio hao wanaitangwa the sons of the devil. Because now you have accommodated the devil enough. You become a son of the devil. Hao ndio wanakuaga. Unaweza kuimagine unaona kule watu mmetoka na you are part of the team ambayo inaona kule tumetoka. Alafu unakaa chini na watu wengine mnafanya fasting ya siku 7 ndio kanisa ifugwe. Kanisa ya Mungu ifugwe ama huyo mchungaji akufe. No. Nataka kwambie the thinking. Let's get into the thinking. Your thinking ni nini? That's not human. Hizo ni mademoni nyingi zilikaa kamati ndani ya mwili yako zikasema sasa huyu mzee ametusubua sana, siwacha tusaidie tupatie mwili tupige huyu mtu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And those things are not here, everywhere. Hata Yesu alikuwa na wao. Hata Yesu alikuwa na hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. So usifikirie ni hapa tu. It is all over. That pain makes me stronger. I pray for it to come. Mimi hata kukikosa vita kwa hii kanisa natengenezaga. Ndio nisikie uchungu. Inipade pade juu. Hata tukikaa na wewe siku mingi ukiwa rafiki yangu nitakutengenezea kavita tu. Ndio tukosane kidogo, nipate kapeni nipade pade juu. Because hiyo pain ni daraja ya kupata. When there is kama ukiona ile vita inakupiga, hiyo ndio level unaenda. Kama kavita kale ikanatoshele ka kiberiti. Naona kale ka kiberiti, hiyo kiberiti utoe miti yake. Kama shida ile pain huko nayo inatoshea hapo, that is where you are limited to. And if your pain is international pain, that is where you're going. Because the demons that will attack you according to the level that God is taking you. According to the daraja kule na kupeleka. That is how they are going to attack. Sasa nimeondoka kwa tu attack tu waiji. Niko Dubai, nimefungua kanisa Dubai. Sasa nataka international. Kupambana na international. Sasa wewe baki tu hapa ukingangana na maisha na nini. Mimi nimeingia international. Na ndio nawaambiaga nenehiaga iwaku. Inua Mungu wako aende. Uotoka kwa hiyo Mungu wa huyo mamshuko na wameshene. Pada hiyo hapo juu kidogo. Kaa hapo juu, enda Germany, enda Uingereza, enda America. Mungu wako kwa international. Lakini kama Mungu wako anaishia hapa Mudhurwa, I'm telling you my friend, Mudhurwa ikihamo wewe naisha. Alafu unaona kama hiyo. So through pain we learn to be patient. Wakati mimi nagogo kama sasa nasikia kuna hiyo maombi inakuja, kuna wakati ningewita wewe kuja hapa, wewe kale kuja. Hata nikeke umragwe, ndio mko hoya maliko masio. Gumi kong. No, but now I've been told that is your plate of food. Hiyo ni ugali sosa. Sasa una learn kuwa patient. Unavumilia. The more they attack you, the more you become stronger, the more you become better. Kwa hivyo wakati utakosa watu kukupiga, kibia kwa Mungu, muombe msamaha, mwambie Mungu na kuomba tu nisamehe. Najua nimekukosea. Kwa sababu kama shetani yakupigi ni kumaanisha mko naye kwa kitanda moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama shetani hakuinuki, mko naye. Eta tuombe, kibia very fast. Eta Katoroni, eta kwa William, eta huko. Kaa siku 7, waambie Mungu, maadui walienda wapi? Sijapatana hata mmoja. Nitumie 5. Unitumie hata 2 kutoka kanisani, na wamama wa kanisa na wababa wa kanisa na vijana wa kanisa waniinukie, ndio hata nijue at least shetani ni adui yangu. Tajira maisha magumu agethie nywele shetani ndarakuria ri. Kuna kitu ina make sense hapo? Kama shetani yakuulisi ni kumaanisha you are good friends. Kana niguo? Katiguo? Yes, lazima ugogwe mpaka tukuhurumie. Ndoa lazima igongwe mpaka itisike. Biashara lazima igogwe mpaka itikisike. Huduma lazima igogwe mpaka isikie kweli kuna mgogo. Na nikizoea sana kugoga na tuasha na watu huko, nitaenda tu kwa Mungu nimwambie, si mimi si wa hii klasi. Nipatie watu wako na nguvu kidogo. You raise the bar. The kind of the enemy that are attacking you will raise the bar. Watakuinua, watakuput where you are position. The pain will position you into the position of your authority by making you patient. And also this pain itakubadilisha, itakupatia kitu inakuwa obedience. Kama sasa mimi nimetengenezwa, acha nikwambie, tukifungua hapa nilikuwa bado mongeke, 99% ilikuwa mongeke ndani yangu. 99%. Kuna siku tulishughulikia kama mtu kingine hapa kalituletea shida hapa. Tulikashughulikia nikiwa pastor tu, nikakata hapa chini. Tukafinya nikabia vijana, toeni huyu mtu mpeleke na huko. Lakini saizi hata akikuja hapa na mabia wachaneni na msimguze. Nimeshughulikiwa. Hapa nilikuwa nalelewa, nimetengenezwa. Nikikufukua hapa, sikuwa mzuri. Nilikuwa 99. Saizi at least niko 80% wokovu. Sio hapana. Mongeke imetoka kabisa. Wokovu yangu saizi iko kitu 2 or 3%. 2 or 3. Nimepanda at a very good rate. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, rudi kimodo. Yeah. Kama ni aje? Mama mnaonaje? Mnanionaje? Niko percent kama ngapi hivi?
Eh? 10. Eh? Eh? 3. At least huyu ameniongezea. Unaona kama niko na ngapi? Wokovu sasa, kuokoka. Eh? Ile ya kuangalia wewe. Mimi nimesema yangu ni kitu tu. Ukiniangalia hivi face value, si ya ile ya kudecide the face value. Wewe, na wewe mami, unaona ni kama ngapi? 9. Wewe ni mzuri. Wewe mami, unaona niko na kama ngapi? Najua ni Mungu anajua. Yako ukiangalia hivi. Ya kupima. Hapana. The Bible says yule mkubwa ni yule mdogo zaidi. Na yule mdogo zaidi ndio mkubwa. Bwana asifiwe sana. Hawa wakubwa na hawa wameokoka sana, Mungu hawatumiagi. Afadhali mimi nikae kama Daudi na Mungu anitumie. Afadhali mimi nikae kama Musa na Mungu anitumie. Kuliko huyo mzuri ambaye ni dry. Wale wanakanyaga unakuta na kanyaga kiatu kimekaa hivi, kimekaa na design ya heaven. Na kasuti ni kazuri kuliko hii yangu. Yaani huyo mtu hata kokena kianga. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio nimetoka kwenye madhabahu. Bwana Mungu ametubariki sana. Tumekuwa na huduma mzuri. Naona Mungu akienda kukubariki. Dada, nakuomba kesho tukutane pale kwenye hotelini. What? No, I'm not complaining, but I'm saying this. You better be that bad person and fulfill the work of God, rather than that bad good person and fail to fulfill the will of God. Because when you are humbled, wakati umeshughulikiwa, umetengenezwa, you become humble and obedient to the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. But the Bible says, mtu akikuja kuambie hana makosa, hana chembe yote, amedanganya. Because there is no one who is saved fully. No one. We are all weak, and in our weaknesses, God is great. In our weaknesses, Mungu wetu ni mkubwa na anainuliwa zaidi. So it is very important to understand, in pain we become patient. We become obedient. In pain we endure. Tunavumilia in that pain. Hapo unakaa unavumilia kabisa mpaka unaona Mungu, unasema Mungu wangu, hata kama unaiba ile kawimbo kanaibagwa na ule mama alikuwa na shida na sisi tukakaiba zote. Siri ya machozi haya ni wewe. Siri ya kwa sababu alikapitia, ndio atuge hiyo wimbo alikapitia. Na ndio anajua tu Mungu tu ile anajua ni nini anapitia, kwa sababu hakuambia watu na hakutaka kuambia watu. Alikaa kwetu madhina tuiho toadhoni kapeni kawaibu, unavumilia hata bibi hata bwana hata watoto. Huwezi kuambia watoto wako kai, unakaa tu watoto tu wanaona unakoda, wanakuja mama, is there anything wrong? Wanakukutaka mama kwa sofa set, is there anything wrong? No my children, yeah, I'm happy. Lakini hakuna happiness. There is no happiness at all. You have pain that is going through. Now this pain makes you to become mature. To ensure. Unavumilia mpaka unakuwa strong. Brings endurance in your life. Ukamenya maudu maya. This is a desert that we are going through that we must conquer. We must go to the other side. Lazima tuvumilie. Lazima tupate. Inakupatia. That pain gives you hope. Gives you endurance. Gives you another power to move to the next level of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So, and also, pain that you have brings faithfulness. Unakuwa much faithful to the word of God. Unakuwa faithful to any position unapatiwa. Any rank of life. Any place that you go. You become so faithful. You become so royal that you cannot do anything wrong. Because umekapitia, na unaelewa the need to be faithful. Hata wakati Mungu atakupatia duka yako, you be faithful. Hata wakati Mungu atakupatia kazi ya kupeleka kwa muidi, na muidi anakuambia ameenda India, atarudi, unakuwa faithful to his work. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the pain.
Because unajua, you know the pain of losing a job. You know the pain of losing a child. You know the pain of losing a marriage. You know, kama sasa sahi nikapatiwa bibi sahi, lakini nitamtunza vizuri. Ninajua pain ya kukaa bila mke. It's so painful. Sasa imagine sahi nimetoka hapa niende nyumbani. Nitakuta sufuria pale niliwacha, iko hapo tu inanigoja. Ninaanza kuisugua. Sasa nikapata mama kama huyu yako kwa ameosha kila kitu nako inaraiba karebo. Ile hivyo ya ile akili hiyo ni gani hiyo si ya nini? Ile ni oyo noe dedure. Oyo newe dedure ile. Nigeda. Wale wameokoka ndio nafaa kuipa hiyo. wale wameolewa. Hebu tibe oyo newe. Simu nisaidie, ninapotea hiyo toni. Niwe nyama ya nyama ciakwa, niwe ihende rĩakwa, nowe wiki Ngai athurĩire ũtuĩke gĩkeno kĩa ngoro. Just imagine. Sita. Lakini patia hivi nitashikilia. Because I've got the pain. Hiyo iko hivyo ndio nitakuwa nikiweka kaka. Nikiingia tu kwa nyumba na kaeka kasimu kanalia ndio anasikia bado ni Because I've gone through the pain. The same yourself, ile huduma ulianza huduma ikaanguka. Wakati Mungu atakurudishia hiyo huduma utaichunga kwa heshima. You be so faithful. You be so clear to it. You want to serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa na kabiashara kakaanguka kakaenda, ama ulikuwa unapatiwa kazi ukakuwa unaliga because ulikuwa unaona ni kama ni wewe, kazi hiyo ikapotea. Nao hata kulipa rent, hata kwako kupatana na kachapati unasikiaga munugo ya neighbor. Sasa usikie kuna mtu ndugu yako amekwambia, "No, wenda wera." Weko. Hata unasema, "Todie rahisi na sasa ni saa 8 usiku." Utaituza. Because of having gone through that pain. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what God wants you. Because God is preparing to reward you now. You, all of you here. God is rewarding you. Because you have gone through it. You have suffered. I can see your faces. You have suffered. You have gone through a pain. Kwa sababu you misbehaved with the first gift God gave you. Haukuichukulia kwa ugumu. Haukuichukulia whatever God had given you. Uliidharau, ulichezea. Sasa Mungu aliondoa tu akaiweka mahali pale, akaiweka mahali kando tu, alafu akaenda Dubai anakuchukuliaga. Anaonaga venye una behave, venye unamuita. Kai baba. Ukikaja ukalia Kai. Kai ukikaja ukalia. Na Mungu anasikia, naona umelia sana, nakwambia basi. Yoe. Anakupatia shika na usibebe usiende nayo. Sasa mzee naye sasa amebeba shika. Hajui ni nini, hajui maana ya kuitumia. Sasa unarudi tena kwa mistake ile nyingine. The same mistake unarudi huko. Because God has given you, umemulilia sana. Ungekane Kai. Kama sasa mimi nakuwa specific. I'm not looking for a wife, just a wife. I'm looking for a vision partner. Najua naambia Mungu, nataka hii kitu umenipatia, nipatie mtu tutaendesha na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si nyang'au itakuja kiana ni mama kama huyu amekuja sununa amejitengeneza mzuri, tukiingia naye pale mama anakuja kujipagusha kama meza. Na ndo mahege maguta gitio. Nyang'au ya mtu inakuza. Ukikuja na bora ingine tufisiana tu hata tumefukuzwa. Tumeambia wewe na wewe. Nisijaribu kuwakuta huko kwa pastor tena. Umesikia? Huko ni mimi nitakuwa nikipagusa. Mtigashoka godi hali ya ofisi ya pastor. Nimaigwa kuma haha haria. Mwenda kedo mugoka mukajuria. Sasa mama mwingine akiona kuza mama anakuja ndisa hiyo anatengeneza kachai kazuri. Analete.
na tumayai unataka haraka haraka, na alafu na make sure kameza hakajapaguswa, ndio akuje apaguze, ashike kaneno kamoja ile mnausugumusia ndio mokaka kugoithia tu tega tena ado magekwa ate mahega maguta gitio na si maguta jicho moja inaangalia hapa kama ingekuwa jogoma wewe ungegogolata waguka chini. Oh my God, that's the pain. Sasa ukipitia hiyo pain uone vitu kama hiyo, whatever God will give you, you'll be able to be patient with it. You'll be able to know this is a gold. Bwana Yesu asifiwe sana. And you'll be very faithful with God that will give you. Bwana Yesu asifiwe sana. I hope tunaendelea vizuri. And number ingine inasema through this pain that we go through, we get humility. Unakuwa humbled. Unanyenyekea. Kila wakati ukitembea unaona every human being is a human being like you. Kila mahali unatembea unakutaka kuna mtu, you become a boss, unataka ukanyaga kila mtu, then that's meaning you haven't gone through. Lakini when you see this is my sister, this is my brother, this is a person that nikukosa amekosa, ndari unakuta uko na kagirika moja, unarudi hapa. Kama mimi nakujaga na 100,000 ama 50,000, by the end of the journey napigia Sharedi namwambia tadombera 500 si yake, kwa sababu atayaja shughulikiwa vizuri si yake. Anamwambia noe domina tu 500 unataka kwa heado domina tirada kwa modo domina 500 na sio namkopa kwa sababu kuna mtu hapa kwa gari hana pesa, hana chakula ya nyumbani. Sasa nabia kananiambia sina dile ndanina kwa sababu anajua ninakopa kwa sababu ya mtu mwingine. Yes, nimekapitia. Kuna wakati nilikuanga na mabilioni, mimi ndio nilikuwa yule mwizi anajua kuiba na remote control vizuri tu huko kwa jela. Nikiwa kwa jela niliiba vizuri, si kukosa kutengeneza kitu 120 million nikiwa jela ya Kamiti. Hii 40 nilitengeneza 46, huko Kodiaga nilitengeneza kitu about 60, na Manyani ulikiwa Manyani kuiba tu. Ukiwa home na kutoa pole pole kutoka nyumbani home na kuiba tu pole pole, na unanitumia pole pole tu. Sasa najaribu ushiandikiwa ka message, kuna mzigo iko Mombasa, alafu unaambiwa usipatiane hiyo siri. Ni mimi. Ulikuliwa pesa ngapi? Kwa nini sasa? Wewe ni watu mile moja nyosha jaga pesa. Hiyo ni mimi nilitengeneza. Ile kingine umeongea maneno baya, ile kingine hiyo tumesijitoa. I'm the architect. Nilitengeneza. Na nikatengeneza pesa mzuri 125 million. Nikiwa jela. Na ikawa free. Ekakiurago aliyekula adraho yajika ikarage ko uthondeka ngebesha. Kwa sababu kunatengeneza ofisi yangu huko mahali msuri na computer na kila kitu, na unakuwa na watu unaajiri. When you are a boss, you are always a boss. Kama ni kiongozi hata uende wapi bado utabaki kuwa kiongozi. Hallelujah. Hata wakikufuga, Joseph alifugwa bado alibaki kuwa kiongozi. Whatever situation you are in will never stop you from you becoming what God wanted you to be. It is just a gap, a position to make you, to produce you and to make you better. Mungu alikuwa anataka kuniambia niko na wewe ni tajiri. Bwana Yesu. Nilisomesha watu karibu 500 nikiwa ndani. Nililipia school fees mtoto alikuwa anasomea Oxford University. Nikatoa 1,000,000 apelekwe. Na sasa mimi nangoja kunyogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the kind I'm telling you. You become, ukipitia unanyenyekea, unaona hata hizi pesa hazina maana. Rafiki yangu moyo alipokufa hapa, nilienda kumuona mpaka nikasikia huruma sana. Sasa nilikuwa nafikiria naitwa Your Excellency akiwa hapa kwa mae, nikasikia anamuita mwili. Temwekeni mwili mzuri. Yani mtu alikuwa anapigiwa saluti, mtu alikuwa anafanya. Yani ukiona maneno kama hayo unajua hii dunia nyenyekea tu, inakunyenyekeza, unanyenyekea, unarudi chini. Don't be a boss to anybody. In this world we don't have bosses. Our boss is only one. God only. In this world we live to complement each other. Live in a manner that nitakusaidia, utanisaidia. Mko hapa, mkiwa hapa mnanisaidia na mimi ninawasaidia. Hakuna kitu nyinyi ati mimi nina anointing ati nina no.
Without you, the anointing cannot come. It will only flow because your anointing inakujanga in particular for a particular purpose. Every anointing you see in a man of God, it comes for a particular purpose because the consumer of the anointing has come. Then the anointing will be dropped because the consumer is here. Hii anointing atushidaki na kuna wakati utanikuta na huko kwangu na huko naishi na huko Rugai. Kuna wakati utanikuta na Kenyatta na huko ushakae huyu ni ule mtumishi wa Mungu. Hapa na huko mimi ni mtu wa kukuchuga busi na ng'ombe huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio inatakaga na wabiaga. Wachakeni kunifuata sana nikienda kwa ofisi. Labda nikitoka hapa, immediately nikishuka hapa, anointing inakatika. Penda sana kushughulika na mimi nikiwa hapa. Because here mimi ni apostle. Niko kwa ofisi ya mafuta hiyo. Pale labda nikichomoka hivi sitaenda na hiyo apostle. Nitaenda nitwa Mr. Waruinge pale. Na nitakwambia maneno yangu mingi. Na hata ukikuwa mrembo mzuri nitakufanyia hivi. Na sitakuwa nimeaguka. Sitakuwa niko kwa gwete. Uko de Mr. Waruinge. Umodo beto modo. Lakini nikiwa hapa, Bishop wangu Harrison ananiitaka niende kwake na mwambia sikuji. Nimemtengenezea ile furniture ziko kwake kwote, ni sisi tulitengeneza hapa. Alikuwa ananiambia tuende kwake, nikamwambia sipeleki huko. Tukutane kwa madhabahu. Kwa sababu kuna anointing nataka, kuna baraka nataka kwa hiyo madhabahu. Nilikuwa nazipeleka, anasema unaleka kule hena kule neke. Radhi hadhara. No, fafa. Hakuna hasara kwangu. Wewe wacha zipokelee hapa, nitapelekea ng'ang'a kwake. Zipokelewe na apostle kwanza, alafu tutapelekea ng'ang'a. Na tukifika kwa ng'ang'a tunapita tunaeka, hata tutaki kumjua, hata kujua, tunauliza kama msewa hii nyumba ni nani? Anaitaka apostle. Ni yule wa huko. Wako related ama ni yeye? Kwa sababu hiyo ng'ang'a person simutaki. Mister simutaki. Tafuta sana upatane nani? Na pastor, bishop, reverend, apostle, prophet na prophetic iko hapa. Naona hapa kwa hii madhabahu. Hapa ndio kila kitu iko. Tamani sana tukutanie hapa. Tamani sana sio pale. Wajana hiyo story hata unataka kunipatia ka story venye kulianza venye. Hiyo Mungu anajua. Kama umefika hapa, moyo wako umekubali. Unataka tukukutanishwa na anointing yako kazi ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kuchukua mguu kutoka kwako kuingia kwa matatu kuja hapa, already ushakubali, already ushaitikia. You don't need to come tell me the stories. No, I don't need them. And I don't need to connect you with your miracle. Hapa nikiwa hapa nitagase hapa, mtafunguliwa mara moja hapa nikiwa. Lakini tukienda pale nitaanza sasa Mwadhani Jason ndakuthaitha uteithie mtu. Lakini hapa nikiwa hapa, mubarikiwe nyinyi yote, mubarikiwe. Hiyo that's enough. Niseme tu mubarikiwe. It is enough nikiwa hapa. Lakini pale tutakuleta anza kutafutilia language. Kwa sababu labda wewe kuna kakitu, kuna gasura nyingine umebadilika hivi. Labda umekuja na mambo yako. So tamania kuongea na mtumishi wa Mungu hapa, akiwa hapa. Hata usitamanie sana story mingi na yeye, kuja tu. That faith, because it is that faith that will heal you. Yule mwanamke aliambiwa na Yesu ndo gani? Imani yako imekuponya. Si Yesu, hakuna mahali. Hiyo round yote Yesu amezunguka. Ni wapi Yesu aliombea mtu? Nitafutie Biblia verse moja. At Jesus akaanza, Baba katika jina la Yesu Kristo. Kama hapana, si jina la Yesu Kristo, angesema Baba. Baba, ninakuita. Ponya hapana. Alikuwa anaambia mama yule, akakuja akamwambia aje? Go in peace. You have been forgiven your sins. Only that. Because maombi alifanya usiku. Akafanya declaration na akakamata territory usiku. Hii ingine ni kukuja kufurufiri ile maneno alikuwa akifanya usiku. Hiyo ndio anafanyaga na kwambia mbarikiwe sana. That is enough for you. You don't need anything else. That one word, umebarikiwa. Mungu akubariki, Mungu akuongoze. Mungu akusaidie, umepona katika jina la Yesu. That is all what you need. Si kuja tupige story pale mrefu ate nakemenya guka afugukari ale mrefi. Riu guka ni ahuraga shosho na riu kuma haure. Mami nake alitodekeraga kure. Tugicoka tukiingatwo, tugicoka tugithina guko. Mami yake hikio ni muthuri ungi. Iyo isaidi. Iyo isaidi. It will not help you. But that word, the word from the pulpit is enough to break the yoke.
It's enough to change your direction. Jesus never spoke many words. Alimwambia yule mama wa damu, amwambia nini? Dhambi zako zimekusamehewa. Akakuta mwingine, imani yako imepona. Akaenda kwa kaburi ya Lazaro, akaambia Lazaro amka. Lazaro! Kikaruka. Hakuna mahubiri fanyika. Sasa si na mimi nitume kule Langata saa hii. Niambiwe ende vuvue mtu saa hii. Taida, Baba, katika jina la Yesu Kristo, ulisema watafufuka, ulisema watana. Hapana. Naye akamwambia Ezekiel 37, mwana wa mtu, hii mifupa inaweza kuwa hai. Naye Ezekiel akamwambiaje? Wewe tu wajua, mimi sijui. Naye Mungu akamwambiaje? Tabiria mifupa hii. Wewe mwenyewe tabiria mifupa hii. Akaitabiria. Alipoitabiria ikaanza kurudi, mifupa ikarudi. Akamwambia tena, hii mifupa inaweza kuwa na nyama? Akamwambia, mimi wewe unajua, basi tabiria iwe na nyama. Aikatabiria nyama, ikakuja nyama, zikakuja. Mungu hakufanya kazi, alimpatia. Mungu ametupatia kazi. Amesema kile muradhimite gukuthe, kile mumebariki hapa duniani, kule mbinguni nimebariki. Kile mmefunga hapa duniani, kule mbinguni nimefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. So he has given you the power, the authority to do things. He has given you the power to prophesy over your life. I have the power to say amuka uende in Jesus' name. I have the power to say pona in Jesus' name. I have the power to say you are delivered in Jesus' name. Able to, in my name, mukiitisha in my name, you get it. Only that. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never prophesy over you. God will never heal you. He will never come to heal you. Your mouth will heal you. Because you got the power to heal yourself. You got the power to declare. Udeclare hawa watu wote katika jina la Yesu nimetangaza mpone. I prophesy to you. That is the end of the game. Bwana Yesu, God will never. Hiyo si kazi ya Mungu. Mungu ako busy na makazi zingine kubwa kubwa. Alimwambia Ezekiel tabiri. Tabiri. Kwa sababu Ezekiel alikuwa mjinga. Alikuwa anafikiria ni Mungu anafanyaga. Hakuwa anajua ni yeye alipatiwa mandate. Aliambiwa, I have given you dominion to subdue the earth. When you have all this power and you are still waiting for me to come. Tutuende tukafufu. Baba, katika jina la Yesu. Unakoka maiti kofi. Unaona haifanyi kitu. Unaikoka teketa. Ati ndio iaguke mseme simeonga. Roho wa Mungu ameiagusha. Hakuna. You don't do that. Job inamaliziaga kwa mlima. Malizania na Mungu. Kama kwako kwa nyumba hakuna mlima, endo tengeneza mlima. Go and make an altar in your house. There is no human being ambaye anamjua Mungu hana altar kwake. If you don't have an altar, you are fake and you are hopeless person. You must have an altar. The altar speaks. It is the altar. Waganga wanatumia altar. Enda kwa mganga, iko na naongea na wagwana na wanaongea. Wagwana! Mnasemaje? Mmekataa? Na ni yetu anasikiaga wewe sikia. Mmekataa? Mwataka nini? 200,000? Si ameleta 100,000. Mmekataa? Ni mnegeshe. Ati nisilegeshe. Aongeze. Kama hiyo inaongea, tengeneza madhabahu. Waislamu naona anabeba, kila Muislamu yuko na mkeka. Ikifika saa wakati wa kuabudu kwa barabara pale, anatengeneza mkeka pale na anaweka mkeka pale, anasujudu. That is an altar. Hiyo ndio madhabahu yake. Mkatolika ako na nini? Ako na rodhario. Hiyo ndio madhabahu yake. Mahali popote anaenda unakuta akifanyaje? Anazungusha pole pole. Anazungumuza kwenye madhabahu. Anazungumuza kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa muhidi, ukiingia tu anaakisha zile mshimaa, anaakisha candle na ile kakitu kauba, kaudi kananuka vizuri manukato. Hiyo ni jini, inaitangwa jini Jibril. Wanauzanga na jini. Hiyo inaitwa jini Jibril. Hiyo ndio anawakishia hiyo kakitu kananuka. Na ukikuta amejipaka manukato, mafuta ingine ina smell, inaitwa jin jabal. Hiyo ni ya kutafuta biashara, kuvuta watu wakuje wafanye biashara.
Bwana, lakini kwa sababu anaitoa kwenye madhabahu. Muhindi akifungua duka anafukuzaga watu wote watoke nje, afanye vitu zake kwanza, aongee na madhabahu kwanza, aiambie madhabahu, aiambie nataka shilingi milioni 1 leo, na watu mutalete. Utapata kazi kali kutoka Nakuru, ulete pesa hapo, kwa sababu jini jabali mitisha. Kama anataka vita na vurugu, ukiona wameanza kuleta vita, wanaitisaka jini Faruku. Ni majini, wanatumia majini. Jini Faruku wanaleta vurugu hapa kabisa, wanaleta shida. That is what they have. So that is because they have an altar. But you don't have an altar. Ndio unaona una manga kanisa moja mpaka nyingine. Mnakaga kwa YouTube kuangalia no raho dhero negai. No raho dhero negai. Yeah, mimi kwangu niko na nyumba kubwa na room moja 10 by 10, 10 by 12 hapo. Nimeweka mkeka mzuri kuliko hii. Hapo ndio nalalanga mpaka asubuhi. Kitanda yangu nakaanga kama miezi 2-3 bila kwenda kwa kitanda yangu hapo. Kuja kwa kutembea. Na ukiona na watu utajua, utasema kio kogerete kwa dugata. Okay. Okay. Okay, rate na ujue tuko wengi. Hata wewe siku hizi unakujaga. Ujue tuko wengi. Na hapo unaanza kushughulikiwa. Unashughulikiwa na kona zote. Mwanamke usio ni malaya. Nina muonire. Yo ni jini. Yo ni jini. Kitaka kuidia pasta. So we have covered that humility because of this kind of pain. It brings humility. Sasa hata ukikuja kuniambia ati mimi ni maraya, useme nini? Hiyo hata nimepitia. Nishagogwa vizuri, nimefanywa panel beating, nimepakwa bakaragi, nimeshine vizuri on that line. Hakuna mwanamke sijalala naye kwa kanisa hii, hakuna mwanamke sijalala naye kwa barabara, hakuna mwanamke sijalala naye kwa inage, hakuna mwanamke sijalala naye. Wote ni hiyo nimepigwa na nimepita hiyo mtihani. Sasa hiyo skado usiniletee, hiyo nishapita. Lazima upite. No ginya ukihetoka wewe dukata, no ginya uhetokerio, lazima upitishwe maneno kama hiyo ndio uende next step. Na usijaribu kuepuka. Ukiambiwa unasema unaenda kwa magoti unaambia Mungu, wewe tu ndio unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingangane na wao, kwa sababu wao wako hapo kukutengeneza wewe. Lakini wao usikubali tena na wewe kukua wa kutengenezana, kwa sababu utakufa kama umbwa mwitu. You will die after being used. You die poorly. You die a horrible life. Because do not touch the anointed one. If you touch the anointed one, hata kama unasikia amefanya maneno gani, wachana na yeye. Wachana na yeye. Ako na judge wa kumhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. So we become human. We learn to become grateful in small things in our life. After passing through this pain, we learn to become grateful. Even in small things, unakuwa tu faithful. Unakubali tu, unasema asante. Nikikupatia kadhaa, ukiniletea sema saizi uniletea kadhaa bob, nitakachukua niseme thank you. God bless you. Uniletea 50 bob, nitasema thank you. Ukiniletea 1 million, nitasema thank you. The same thank you nilisema from my heart, itakuwa the same ya 1 million. Because I learn to become grateful. I learn to appreciate everybody. I learn to live with people. Unaona kila mtu, this is my sister, this is my brother, this is my colleague. Unapenda kila mtu. Hauna class. Me, I don't have a class. I don't have. The time I used to have a class, there's a time ungeweza kunifikia. Lakini ilikuwa bure. Bure tu. Kwa sababu kuna kitu Mungu aliniuliza. Akaniuliza, wewe na hawa watu what's the difference? Nikamwambia mimi ni mkubwa. Akaniuliza, akaniambia kiswali kingine, akaniambia another practical example. Akaniambia unaendaka choo? Kube na msikini huyo mwingine anaendaka choo? Kufanya nini? Nataka kukula choo? Hapana. Na huyo anataka kukula choo? Hapana. Nataka kufanya nini? Nikamwambia, basi you are the same. One the same. Wewe na president you are one the same. Because venye unakaaga, anakaaga hivyo hivyo. Inakumaliza tu. Unajitafuta, unajikosa. Kwa sababu you are carrying the same substance kama president. Bure, na uwezi ikula ati ya president.
Hata yeye haiwezi kuiangalia ni ya president. Hata mfalme king. The same thing ni baya. Unabalansiwa tu hapa. Mungu anajoka kutubalance na kitu chafu chafu. Unalika na magari unatoka kwa VX. Umebebwa na boda huyo boda ameenda kikutusi na ananuka venye amevaa makoti kama 20 na imenyesewa inanuka. Naenda kikutusi. Na mimi ninaendeshwa na Lamborghini, napelekwa kwangu kwa Lamborghini. We will do the same job. No business. There's no difference. So learn to appreciate even in small things. Learn to live a humble life. Learn to walk in that meekness. God is equal. God is love. God will surely be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. God will lift your heart. It doesn't matter what kind of a situation you are going through. It doesn't matter what kind of a challenge you have now. One thing I want to assure you, tomorrow will be a best day for you. It is only today that you are facing the challenges. Tomorrow, there will be no challenge. Tomorrow, there will be no difficulties. Leo unaweza kuwa hauna chakula, kesho utakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. God will always bless you in every circumstance of your life. Through pain, we discover possessions. Possessions, titles, fame are not greatest in the world. Through pain, we discover possessions, fame, and titles are not important. They are not important. They can never help you. Because you are president, kaza iwezi ati kaza imekukamata. Ati najua mimi inaheshimu inasema president hatutakukula sana. Kaza inakamata president kama maskini tu. Anawekwa ile dawa chemotherapy kama maskini tu. Anakula panado kama maskini tu. Anadugwa shindano kama maskini. It brings you to a common ground of knowing that God is love and the love is God. If we can live in such a condition of knowing God is love and love is God, then we will not have classes. We will not have anybody that is superior than the other one. We will walk in a very faithful life. We will not steal from others. We will not cheat others. We will not bring down others. We will appreciate. When you are in your position, I will appreciate your position. When you are in somebody places, I will lift you up. When you are down, I'll come and lift you up. When you are lacking, I'll come and give you. When you don't have anything, I will come and assist you. Because I will consider you a brother to me, a sister to me. Because fame, possessions of anything you have, and anything that you have, titles, will not affect what God looks at you. What is great is the inner peace and the contentment of joy. The inner peace ile uko nayo. It is the most important. The contentment, kuiganira, kutosheleka kwa kitu kidogo tu. It will empower you. It will lift you up. It will make you strong. It will heal you. Be contented with that small thing you have. Have the joy. Have the joy of your heart. When you have peace and the joy of your heart, you will have joy of God. You will have the peace of God. You will have the love of God. You will never be bothered. Whether he maisha, you will not be bothered. Whether you have it or not, and your brother has it, you know I have it. Because you have the contentment. You have the joy. You have the love. You have the peace. The joy in Jesus, our Lord and Savior. The love of Jesus is greater and powerful. Therefore, you must be able to have the love of Jesus, which is greater and very powerful. Because Jesus gave his own body, gave his own heart, gave his own soul to God. He was crucified so that you can be redeemed. He was crucified so that you can be resurrected. He was crucified so that you can be healed. He was crucified so that you can be redeemed. That is what God has for us. The love that brings joy, that brings peace, that brings contentment. And that's why you are called a human being. That is the reason you are a human being. A human, you must be humor. You must have humor in you. It is you and a man. Humor must be in you so that you can succeed in life. So that you can conquer every mountain. When you live that simple life, you conquer every mountain. The peace, the most powerful people are so humble, are so
have humility in them. They have respect. They have the joy of the Lord. They have the contentment. Those are the most powerful people. The most powerful people. Not that one who the most powerful people. They have to content. God's redemption plan in our pain. Maybe you are asking yourself so many questions. But why? But God might want to experience himself in you through the pain. God wants us to experience his pain. We experience him through our pain. Because through our pain, we are healed. Through our pain, we are lifted up. Through our pain, we are delivered. Tusimame kwa miguu yetu. Through this pain, we draw near to God, and he will draw near to you. That is the book of James 4, verse 8. God comes near us. God takes his position through our pains. Through what we are going through, God takes his position, and he makes you that better person. He makes you that better person. He lifts you up, and he turns everything in your life to become successful. Praise be the name of God. Hallelujah. Your pain might be a path to deepen your faith in Christ. The pain is a path to deepen your faith in Christ. So whatever you are going through, it is not that God does not look at you, does not see you. Whatever you are going through, God sees you. He's making you to become more faithful to his will. I want us to do this song, a worship song. As we do the worship song, we will take yourself through a transition of the pain ambayo umeenda. Then look and see, why has God allowed that pain to come to you? Then we will pray. If it is the will of God, everything that is in you, God will perfect it, and your life will never be the same again. Hakuna Mungu kama wewe.